Sasa nikapita mtandaoni nikakutana na issue inasema godoro limerudi. Sasa nataka niulize, godoro limerudi lilienda wapi? Liliibiwa, liliuzwa, na aliyeuza ni nani? Vitu kama hivyo natamani kujua kuhusiana ile issue ya godoro. Godoro la nani sasa? La Kingamuzi. Ndo maneno. Bwana, ni kweli. Zilitokea sintofahamu, mwisho wa siku zikafahamika. Kwamba babake mdogo Kingamuzi alisimamia maslahi ya kijana. Nilijaribu kumwelekeza kwamba mzee, kama ni masuala ya pesa bado, kwa conflicts kawa pale, ugomvi kawa pale, ni masuala ya milungula, mambo ya mane. Kwa mwisho wa siku hatukuelewana. Katoka kauli achana na mwanangu. Sasa kweli mimi nikaamua kufanya vile. Sasa zile wiki ambazo nimetemana naye, mwanangu mambo kama yamevurugika. Akaona haelewi. Sasa life gumu, godoro unaliona. Ni mjinga. Kalisukuma, kwa maana kaliuza. Kwani kabla ya kipindi ambacho hamko sawa. Tena sio hatupo sawa mimi na kijana. Mimi na kijana yule si mwanangu. Unaulizia tambi mwezi wa Ramadhani shi. Yaani vitu vya lazima. Kwa Kingamuzi nategemea kuona vya kufukua ni vingi. Sasa Kingamuzi mimi rafiki yangu. Basi mimi naona usiuze. Lakini akilini naona kabisa maisha sio sahihi. Kwa kijana aliathirika hivyo yani. Licha kwamba naye huka kuuza vitu. Sababu hata aliovana unaweza kwenda kuiuza. Ili tu akapate vitu vyake maisha. Kwa hiyo ile godoro kweli aliliuza. Sasa zile harakati za kusema godoro limerudi nilifuata. Walionunua godoro lile nisikie. Ni watu ambao wanatujua. Mimi wananijua. Mimi si mzururaji, mimi na ustaa kaka. Kingamuzi ana ustaa wote, mimi sina ustaa. Star sasa hivi upo ndani anaangalia movie, anacheza game. Si wazururaji. Kwenye vigodoro utukosi. Sasa una ustaa. Sisi tumebahatika tu kwa maarufu, ila ustaa tu uwezi. Wenyewe wataalamu wanaita kujibrandi. Tulienda kulingangania godoro lile licha kwamba hakulazimishwa na waliolinunua. Kwa hiyo hata kile kitendo cha wao kuridhia kuchukua pesa na kutupa godoro wamefanya uongwana. Lakini tulikuja kulumbana kwa sababu kulikuwa kuna uongo. Familia ilihusika kununua ile godoro. Hakuchukua brother wala sister. Imechukua familia. Kaka na dada wameshirikiana. Sababu wakati tunafika kwenye ile nyumba ya alionunua godoro, alitoka kaka akaelezea kwamba kijana tumempa hela, kama sikosea amebakisha 5,000 4,000. Kama akosei tena. Kama akosei. Kingamuzi umekula shilingi ngapi? Anasema nimekula 40,000. Umeona? Anatoka dada mtu naye anasema kala 80. Dogo umekula ngapi? Sasa si anatishiwa, anaogopa. Akakubali kala 80. Kwa hiyo nikaondoka pale, nilikuwa nirudishe 80 nipewe godoro. Kaondoka. Nikaenda nikamuuliza vizuri, nikambananisha. Ongea ukweli. Nikatoa 80 kizembe. Ongea ukweli, umekula shilingi ngapi? Brother, mimi nakwambia ukweli. Nimekula 40. Haya, kwa nini kule umekubali? Kaambia panda pikipiki twende tena. Kufika tunaongea na brother, yule sister yupo ndani anasema 80. Bro, mbona dogo nimemuuliza vizuri, huyu umebananisha? Anasema kala 40. Wewe ni mjui Kingamuzi. Ukimtisha huyu anabadilisha. Sijui nini. Sasa brother, mimi sitaki kujua. Dogo kala 40. Na hilo godoro ni mali ya umma. Godoro lile limenunuliwa na mashabiki, sio langu mimi. Ni wao wapenzi ambao wanampenda Kingamuzi. Ndio wenye hiyo mali. Sasa usijitafutie matatizo. Huyu kila mtu anajua akili yake haipo sawa. Kwa hiyo unaweza kujikuta kwenye fresh brother, mimi nitapokea 40, lakini Kingamuzi langu lokula nyingine mbia hiyo hela ulimpa keshi. Alikuwa anakula kidogo kidogo. Buku si buku mbili si nini. Sasa una uhakika kwa huo muda amekula hiyo hela? Naombeni maandishi kuonesha kwamba mmeuziana na saini yake. Sababu si unaweza kwenda kuingia ndani ukaenda ukadraft mchongo chapo alafu kanaletea na saini ya King'aa. Unajua saini ya Kingamuzi. Kivumbi mtazamaji. Unajua saini ya Kingamuzi wewe. Shida hiyo. Basi bwana. Godoro alipata lini? Jumamosi. Sikwenda Jumamosi. Sisi nilienda Jumapili. Kufika pale
Mama mzazi wa ile familia naye yumo. Mama anasema lipeni tu 60,000. Nikamwambia ya nini tena? Mimi nalipe 40,000, nimeshaongea na brother naleta 40. Dada mtu, kwa nini nao ulikubaliana nao 40? Mimi nishatoa 80 yangu, sio nini. Mambo kibao. Sasa akilini nasema nitaitoa hiyo 80, lakini ngoja mimi si Mswahili brother. Chekeche. Ngoja mpige kelele. Mlichezea akili kidogo. Jamani. Nazulumiwa na kemea saa ambao amtokei. Mambo kibao kelele. Kuna jamaa mmoja aboya, kama unanisikia brother fresh nifuate. Eti naye kaingilia kule. Mwacheni ongee mwenyewe. Niongeni ndani kama ni polisi waende. Nikamwambia brother unaongea kama nani? Eti unataka kujua mimi nani? Nikamwambia ndio, wewe nani? Eti ananitikisa. Hapo umesahau kama unaenda jeshini. Sasa kwamba mimi ni jeshi. Ila mwenyewe na watu. Kama anatimbia utataka kujua. Hii dunia yenyewe imebadilika. Sasa kila mtu analingia, labda nina askari wangu kila mtu atalinda, kila mtu si ana mtu wake. Sasa mimi anijui, nikimkabidhi simu yangu anapotea. Wewe kueni makini, Rasco ni mtu wa system. Wewe utaniponza, watadai kitambulisho. Sikiliza. Ameteleza ndugu mwandishi. Kijana anaishi na uoga kidogo. Wewe twende vizuri. Nisimame vieti jeusi. Halina plate number. Twende changamoto. Sasa sikia. Ugomvi mwanangu brother. Tukaendelea. Kampigia askari mmoja hivi. Akaja pale na tokotoko. Kijana mdogo tu. Akanisikiliza, akasema sikia. Ngoja nimpigie na mimi mwanangu. Kampigia, akampa ufafanuzi kuhusu ile issue. Sema hiyo ni kesi ya madai nini, afu itakupotezea tu muda. Kwa hiyo kama uwezo upo, lipa tu Rasco. Wewe tayari hata kama unajichukulia mdogo, lakini kuna jopo la watu nyuma linakutazama. Kwa hapo usifeli. Tumia akili pana, akili kubwa. Toa hiyo ila. Tushatumia ngapi? Kwa hiyo nikaitoa ile 80 kwa roho safi baada ya kupata yale maelekezo kwamba poteza. Toa hiyo ila, chukua godoro. Kwa kweli wewe ukabidi ulipe 80. Toa 80. Tena sikuipeleka, nikampa yule jamaa pale. Yule poti aliyekuja. Wape hiyo hela. Godoro linatoka lina mikojo. Roho iliniuma unajua. Godoro linatoka lina mikojo. Sema sasa wameshalitumia, si wakati hata 20,000. Si ndio brother? Nikanyamaza tu, nikasema familia zenye ziki, shida, kama kaka, dada, mama, wote wanatumia nguvu kulifanya hata kudhulumu. Wenyewe wanamhadaa kwa kusema eti sijui anakula humu, akiuma na kweli brother. Ndio wale chini, kama kweli mnataka mtu wale sijui nini, mbona mkubali akalale chini? Unafiki. Kwa kweli ni kwamba godoro lilichukuliwa, aliliuza. Kwa hiyo mmefanikiwa, limerudi. Swali langu la mwisho, kama sio la mwisho basi litakuwa la pili kutoka mwishoni. Ndio. Sasa hivi umejipangaje wewe kama Rasco kuhakikisha, kwa sababu nachojua kwamba nyinyi hamkai pamoja. Yeye ana geto lake na wewe una kwako. Nakaa kwetu, useme kwangu. Nakaa kwetu. Unakaa kwenu kivipi yani? Kwenye nyumba ya familia yetu. Okay, kwa hiyo unakaa kwenu. Kwa hiyo wewe unakaa kwenu, yeye anakaa kwenye geto lake. Yeye anakaa kwake. Kwa hiyo umejipangaje kuzuia vitu kama hivyo ambavyo kuuza vitu, changamoto kama hizo? Umejipanga vipi hizi kuziendo hizo changamoto? Hili swala la kujipanga wala haina haja ya kujipanga kwa sababu mwenzangu hayuko sawa. Kwa kama ni kuuza, mimi naweza nikasema bado atauza. Ila mimi na wanaompenda ni kumuombea akae kwenye mstari, sababu Mwenyezi Mungu akitaka kingamuzi abadilike basi anakuwa. Lakini Mwenyezi Mungu akubadilishi mpaka wewe uamue. Mungu kaweka pepo na moto. Mungu ana huruma. Unaweza ukajiuliza kama Mungu ana huruma alikuwa kuna haja kutokea moto. Kuna wengine moto anautaka. Umenipata? Kwa kingamuzi hata yeye akikuwa na kusudio na nia ya kubadilika, Mungu atamsimamia, atabariki, kijana atabadilika. Kwa hiyo swala la kujipanga, hujajipanga. Naweza nikasema tu nimejipanga kupata sauti kuja mitandaoni kuchangisha watu kwa ajili ya kingamuzi. Kausukuma hiki mimi nakuja tu, ana mashabiki wake, ana kijiji chake na anapendwa sana. Na watu wanamzingatia kweli kabisa. Nasema nao
jamani kapoteza kile kitu mlichompa. Tutaweka ndio mwenzetu. Hatutomchoka. Kama alipotoka naye huko na mazinguaji yake mpaka leo mazinguzi mengi, lakini still tupo naye tena. Sasa hivi na backup kubwa ya watu ambao wanasupport juu ya dogo. Okay. Sasa changamoto inayokuja ni kwamba ile michango ile hii hapa ndo namgusia sababu mdogo kwamba mimi napiga ile michango. Sasa nikale wapi? Umo. Kwa hiyo dogo akichangiwa kule TikTok unapiga. Yani ndo akili za wengi kwamba mimi nakula. Kumbe wewe sababu hata siku moja nipo na baba mdogo wanasema kwani ile michango unaopewa wewe humpi mama yako na impe baba yake. Nikaona kabisa huyo mzee ana distribute mind. Anaigawanya akili, anaitawanya. Inakuaje yani? Kwa nini hela kinyamuzi chumba nani analipa? Nalipa mimi. Na hilo godoro sio mimi, nisiongee uongo. Mimi ni coordinator, master plan. Nakuja kupiga kelele mtandaoni, watu wanamchangia. Vuta picha, hawajachanga, nani atalipa? Ni mimi. Kwa kifupi ni kwamba kwa sababu wewe ndo unatumia hiyo mitandao ya kijamii kutuhamasisha sisi kuchanga, ni kwamba wewe ndio mlipaji baba.